Karibu tena katika chaneli yetu pendwa ya Deep Zone Media, mahali pa tafakari, mahusiano na mafanikio. Leo tunazungumzia mada nzito sana, sababu kuu za usaliti katika mahusiano, lakini lazima tutambue ya kwamba huu ni ukweli unaoumiza, lakini lazima tukabiliane nao. Sababu hizi zinasababisha watu wengi kulia usiku, kuvunjika kwa ndoa, na hata mahusiano ya muda mrefu kufa, na moyo wa kuaminiana katika mapenzi kufa kabisa. Lakini ewe mpenzi msikilizaji ambaye ni mpya katika chaneli yetu hii ya Deep Zone Media, basi tunakusihi na kukushauri ya kwamba usisahau kusubscribe pamoja na kubonyeza alama ya kengele, kwani kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu kwa muda mwafaka kabisa pindi tutakapoachia maudhui yetu. Zifuatazo ni sababu kuu 8 za usaliti katika mahusiano. Sababu namba 1: tamaa ya pesa. Katika ulimwengu wa sasa, pesa imechukua nafasi kubwa sana katika maisha ya watu. Hali ya kiuchumi, shinikizo la maisha na mitazamo ya jamii imewafanya watu wengi kupima thamani ya mapenzi kwa msingi wa fedha au pesa. Kwa mwanaume, tamaa ya pesa humfanya aone kuwa mwanamke mwenye fedha ni suluhisho la haraka. Anaweza kuwa na mpenzi mzuri, lakini ni masikini, hana fedha, hajiwezi kiuchumi. Akakutana na mwanamke aliyefanikiwa, akamvutia kwa zawadi au hali ya kifahari, na hapo moyo wake ukaanza kuyumbishwa. Hata kama hakuwa na nia mbaya mwanzoni, tamaa huanza kuchochea tabia za usaliti kwa hatua ndogo ndogo. Vivyo hivyo kwa mwanamke, hali ni ile ile. Akikosa huduma za kifedha kutoka kwa mpenzi wake, na huku akiwa na mahitaji halisi au ya kifahari, anaweza kuingiwa na fikra potofu kwamba mwanaume mwenye fedha zaidi ndiyo suluhisho. Anapoanza kulinganisha maisha ya mpenzi wake na ya wanaume wengine wenye uwezo zaidi, uaminifu wake hupungua polepole, na usaliti huingia kwa njia ya misaada au zawadi kutoka kwa mpenzi wake mwingine. Kwa hiyo sababu hii ya kiuchumi au tamaa ya fedha kutoka kwa pande zote mbili, aidha kutoka kwa mwanamke au mwanaume akiwa na tamaa ya pesa, hii inaweza kuchochea au ikawa ni miongoni mwa sababu kubwa sana ya usaliti. Sababu namba 2. Hili ni eneo lenye ukimya mkubwa kwenye mahusiano mengi. Mapenzi ya kimwili ni sehemu muhimu sana ya uhusiano wowote wa kimapenzi, lakini mara nyingi haizungumzwi kwa uwazi na uwanda mpana. Mwanaume anaweza kujikuta kwenye ndoa au mahusiano ambapo mpenzi wake hampati kile anachokihitaji kimwili, na badala ya kuzungumza, kujadiliana au kutafuta msaada wa kitaalamu, anachagua njia ya mkato, kutafuta mtu wa nje wa kumridhisha kimapenzi. Hii ni kwa sababu hapendi, bali kwa sababu hahisi kukamilika. Vivyo hivyo kwa mwanamke, kuridhika kimapenzi huchanganywa sana na hisia. Mwanamke anapokosa ukaribu, kupendwa, kutunzwa na kupewa muda, hupunguza hamasa ya kimapenzi. Lakini akipata mtu anayeonyesha mapenzi ya dhati, anayemsikiliza, anayempa muda, hata kama ni kwa muda mfupi, moyo wake unaweza kuyumbishwa, na kwa bahati mbaya usaliti huweza kutokea. Sababu namba 3: cheating for revenge, yani kulipiza kisasi. Wakati mwingine usaliti huwa ni silaha ya kulipiza kisasi. Hisia za kuumizwa huzaa tamaa ya kulipiza maumivu. Kwa mwanaume, anapogundua kuwa mpenzi wake amemsaliti, hata kama kwa tetesi tu, huona aibu au hasira, na badala ya kukaa chini na kuzungumza, anachagua njia ya kulipa kisasi kwa kufanya kile. Anahisi hilo linamfanya kuwa na nguvu, lakini kwa kweli ni njia ya kuharibu kila kitu zaidi.
Vivyo hivyo kwa mwanamke, kisasi huja pale anapojua amedharauliwa, huamua kufanya kama mwanaume wake alivyofanya. Lakini kisasi cha usaliti si haki, hakijengi, huumiza zaidi. Mwisho wa siku hakuna anayeshinda, wote wanaumia kwa sababu hakuna usaliti wa kulipiza unaoweza kujenga mapenzi mapya. Kwa hiyo ukiona hii pia inaweza kuwa ni sababu kubwa sana ya watu wengi kusalitiana katika mahusiano. Sababu namba 4. Wengi si kwamba wanakosa mapenzi, yani hapa namaanisha kwamba sababu ya 4 ni tabia aliyozoea, au kwa lugha ya mtaani huwa wanasema umalaya. Wengi si kwamba wanakosa mapenzi, si kwamba hawajali, bali wamejenga tabia ya kusaliti kwa muda mrefu hadi inakuwa sehemu ya maisha yao. Kwa mwanaume, hii tabia ya umalaya ni tabia inayokuzwa tangu ujana. Hata anapoona au kuwa kwenye mahusiano, hawezi kujizuia. Mwanamke akianza kuzoea, anaona kawaida. Wanaume wa aina hii hawajifunzi kujizuia, hawajengi nidhamu ya mahusiano. Vivyo hivyo kwa mwanamke, hali hiyo hiyo. Ikiwa tangu awali amezoea kuwa na wapenzi wengi au kubadilisha wanaume, mara nyingi ataendelea hata akiwa ndani ya ndoa. Ni tabia inayotokana na majeraha ya zamani, ukosefu wa mwelekeo wa kiroho, au hata changamoto za kisaikolojia. Sababu namba 5. Peer pressure, yani kuiga marafiki. Marafiki wana nguvu kubwa sana ya kuathiri mwenendo wetu, hasa tukikosa msimamo binafsi. Kwa mwanaume, akiwa na marafiki wanaoona usaliti kama sifa ya mwanaume anayeweza, atashawishika kuwa kama wao. Anaweza kushiriki usaliti kwa sababu anaogopa kusemwa au kuchekwa na kuwa hana game. Kwa mwanamke vivyo hivyo, kundi la marafiki linaweza kuwa na ushawishi mkubwa. Akiwa na rafiki zake ambao wana uhusiano wa hadaa au wanapata zawadi nzuri kutoka kwa wanaume wao wa nje, anaweza kushawishika kujaribu pia, si kwa sababu anahitaji, bali kwa sababu hataki kuonekana tofauti. Sababu namba 6. Mahusiano ya mbali. Wazungu wanasema kuwa ni long distance relationship, yani umbali unaongeza majaribu. Wapenzi wanapokaa mbali kwa muda mrefu, hujikuta wakikumbwa na upweke, hisia za kutengwa na vishawishi vikubwa sana. Kwa mwanaume, umbali hufungua mlango wa uhuru usio na mipaka. Anapokuwa sehemu nyingine, akiona mwanamke wa karibu anayempenda au kumjali, moyo huanza kulegea. Asipopambana na tamaa, huanguka kirahisi. Kwa mwanamke vivyo hivyo, mbali na mpenzi wake, huhisi kama ameachwa. Anapokosa simu, ujumbe au mawasiliano ya karibu, hufungua moyo wake kwa mtu yeyote anayemfanya ahisi karibu. Kosa dogo sana la mpenzi wake anaweza kulifasiri kuwa kutokujali, na hapo usaliti huingia kimya kimya. Sababu namba 7. Kukosa upendo wa kweli. Watu wengi huingia kwenye mahusiano kwa sababu zisizo sahihi. Shinikizo la familia, umri, upweke au faida fulani huwachagua kwa moyo. Kwa wanaume, ikiwa alioa au akampenda mtu bila upendo wa kweli, moyo wake hukosa msukumo wa kudumu. Anapokutana na mwanamke anayemvutia kwa dhati, anapokutana na mwanamke anayemvutia zaidi, huanza kuona ule wa awali kama kosa. Yani anaanza kuona chaguo lake la awali ni kama alikosea. Kwa hiyo anasaliti ili ajaribu kupata mahala pake ambapo anahisi yeye ni sahihi. Vivyo hivyo kwa mwanamke, hujikuta amekubali uhusiano kwa sababu ya pressure, yani peer pressure au pressure influence.
au kwa msaada fulani wa maisha, lakini moyo wake haujawa tayari kabisa kumkubali mtu huyo. Vivyo hivyo, kama hajakubali au hajamridhia au kumpenda mtu huyo katika namna ambayo moyo wake umemtuma, basi akikutana na mtu anayempenda kwa moyo wa dhati au wa kweli, basi kuna asilimia kubwa sana ya kuweza kumsaliti mpenzi wake wa awali, na usaliti utakuja kwa njia ya kujifurahisha au kuufurahisha moyo wake. Sababu namba 8. Hii ni sababu ya mwisho kabisa, ambayo ni sababu kuu sana na ya kuzingatiwa. Kukosa hofu ya Mungu. Hili ndilo chimbuko kuu la sababu nyingi za usaliti. Pale ambapo mtu hana hofu ya Mungu, haoni kosa kwenye kuvunja kiapo, kuumiza au kusema uongo. Kwa mwanaume akisha kosa hofu ya Mungu, huona kuwa usaliti ni haki yake ya kiume. Anaweza kuwa na watoto na bado kuumiza watu bila kushtuka. Hofu ya Mungu humweka mwanaume kwenye mipaka. Kwa mwanamke akisha kosa msingi wa kiroho, huwa tayari kufanya jambo lolote, hata kuvunja moyo wa mtu aliyempa kila kitu. Huona mapenzi kama mchezo wa kiakili, si sadaka ya moyo. Kukosa hofu ya Mungu ni chanzo kikuu cha kupoteza utu na thamani ya mapenzi ya kweli. Haya ni baadhi tu ya sababu zinazosababisha usaliti, lakini mwisho wa yote, kila mmoja wetu ana wajibu wa kulinda moyo wa mwenzake. Kumbuka, mapenzi ya kweli yanahitaji kujitoa, mawasiliano ya karibu na hofu ya Mungu. Ikiwa umejifunza kitu leo, usisahau kushiriki video hii, kulike na kusubscribe kwa maudhui zaidi ya maisha, mafanikio na mahusiano. Hii ni Deep Zone Media, mahusiano, mafanikio na maisha. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu uweze kujifunza mengi zaidi.